Tumemaliza uchaguzi katika ngazi ya misikiti. Tumemaliza uchaguzi katika ngazi ya kata, na walilahi alhamdu tuko katika mchakato wa uchaguzi katika ngazi za wilaya. Na leo hii tunapozungumza hapa, mchuano unaendelea katika baadhi ya wilaya, katika nyingi ya wilaya, katika nafasi za JUAKITA na JUVIKIBA katika ngazi ya wilaya. Tunaamini mambo yanakwenda vizuri, waratibu wetu wanakwenda vizuri katika kusimamia maeneo hayo. Lakini tunatarajia pia mchakato huu wa uchaguzi katika ngazi ya wilaya utafanyika hivi karibuni. Tarehe 25 mwezi huu utafanyika uchaguzi katika ngazi ya wilaya. Lakini tutakuja kumalizia uchaguzi katika ngazi ya mkoa mnamo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu inshallah. Kwa hiyo niwaombe sana katika ngazi hizi zilizobakia, tuendelee kutoa hamasa, tuendelee kuhabarisha umma, tuendelee kuwanasihi watu kwanza washiriki katika uchaguzi, wale wanaoshiriki katika kupiga kura. Lakini la pili, wale ambao bado wana nia ya kugombea na kuchukua nafasi mbalimbali katika baraza, basi na wenyewe waendelee kuchukua fomu katika ngazi zile ambazo tuko nazo katika wakati huu, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, katika nafasi za uongozi katika BAKWATA, baraza la mashehe, halmashauri za wilaya, wenye viti wa wilaya, lakini jumuiya za kina mama na vijana. Lakini pia ni waase tupeleke habari hizi na tupeleke ujumbe huu kwa Waislamu wote na viongozi wanaosimamia uchaguzi na wale wanaoshiriki katika uchaguzi. Bado tunasisitiza matumizi na kufata kanuni zetu za uchaguzi. Kama nilivyozungumza awali, uchaguzi wa BAKWATA ni chaguzi za Kiislamu. Ni mfumo unaotumika katika kuwapata viongozi, lakini sio mfumo wa kupiga kampeni na kupigana vikumbo katika nafasi mbalimbali. Hili tuliache, na isitokee mtu mmoja kwa sababu anatafuta uongozi basi akatokea labda kumdhuru mwenzake, kumchafua mwenzake, au kupiga kampeni ambazo hazina staha. Kiufupi, kampeni kwenye mambo haya ya dini sisi haturuhusu, ila tunajua anayetaka kugombea ili awatumikie Waislamu basi ajitokeze. Wale wanaopiga kura wakiona nafaa kwa zile sifa za ziada kuliko wenzake watamchagua. Na uongozi katika dini ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu anamtunuku anamtakaye na humkosesha amtakaye. Ukigombania nafasi kwa hila, ukitaka nafasi kwa mabavu, ukitaka nafasi kwa nguvu, utapewa na utaipata, lakini Mwenyezi Mungu hatakupa baraka zake katika uongozi wako, mwisho utafeli katika uongozi huo. Lakini ukiuendea uchaguzi kwa hekima na busara, Mwenyezi Mungu atakuonyesha katika njia za kupata uongozi ule, basi hata katika uongozi wako atakusaidia katika kuongoza na kufanya mafanikio makubwa katika dini. Kwa hiyo tuzingatie miiko, tuzingatie kanuni, lakini tuwe na ikhlas katika kazi zetu wakati tunaendea haya mambo ya uchaguzi. Tuwatafute viongozi na tuingie katika baraza, tuazimie kwenda kuleta mabadiliko ya kimfumo, mabadiliko ya kiuongozi, mabadiliko ya kiuchumi na mabadiliko ya nyanja zote zenye maendeleo katika BAKWATA. Tuna viongozi wetu wengi ambao wametufikisha hapa tulipo leo katika BAKWATA hii, ambao leo tunaiona nzuri. Tunawashukuru, lakini wengine ambao watakaweza kuendelea tunawashukuru na wenyewe waendelee. Lakini pia tunahitaji pia viongozi wengi wapya pia, wenye fikra mpya pana, viongozi wenye uthubutu, viongozi wenye maono mazito ya kuipeleka BAKWATA mbele. Basi tuchukue fursa hii kuhakikisha kwamba tunapata viongozi wengi ambao pengine kwa sababu yao BAKWATA itakuwa inaboreka na itakwenda mbele zaidi, na itakuwa ni BAKWATA ya kuwatumikia Waislamu, sio viongozi wa kuja kujinufaisha katika baraza.
na tufahamu kwamba baraza lipo, lakini viongozi wakiwepo ndio watakaotumikia baraza na baraza liwe na manufaa makubwa sana. Lakini dhamira ya kiongozi yoyote ambaye anatakiwa katika baraza ni yule ambaye ana moyo wa kujitoa na kujitolea katika baraza. Lakini pia yule anayekuja kulitumikia baraza sio anayekuja yeye baraza limtumikie na limnufaishe. Aje kiongozi ambaye atalinufaisha baraza leo na kesho katika kipindi hiki ambacho tunacho.